Nafikiri mimi kwa uzoefu wangu wa miaka 15 ndani ya jamii, naona watu wengi walikutana hiyo hali wanaogopa kuhukumiwa na pia wanaona aibu, kuaibishwa. Mtu anaweza akawa amemwadopti mtoto na akasema mtoto ni wa kwangu, lakini sio mtoto wake. Kwa hiyo unaona kwamba anakwepa ile aibu, anakwepa kuhukumiwa. Kuhukumiwa na maana hapa ni nini? Labda niongee kidogo pia kama mchambuzi wa masuala haya. Kuhukumiwa hapa maana ni kwamba unahukumiwa ulishakuwa malaya sana, na hasa kwa wanawake. Kwa hiyo ukatoa mimba nyingi sana, au ukanywa madawasi mengi sana, kizazi kimefanya nini? Kimeharibika. Kwa hiyo jamii inakuhukumu hivyo bila kujua kwamba labda hicho kitu ni cha kuzaliwa. Saa nyingine watu wanazaliwa vizazi vinakuwa ni vidogo, haviwezi kubeba mtoto. Saa nyingine mtu anazaliwa unakuta kwamba mwanamume yuko mwanamume amekaa sasa, ukimwona kwa nje yuko vizuri, lakini utoaji wake wa mbegu una spidi ndogo, haziwezi kutoka kwa ile spidi ya kwenda kufikia kwenye kizazi cha mwanamke ikaungane na lile yai. Lakini ukimwona mwanamume yuko vizuri, wala utakao uhisi kwamba huyu mwanamume na kwenye performance au kwenye zoezi zima la mahusiano ya kingono anafanya vizuri sana na anamridhisha mwenzi wake vizuri sana, na wako very happy, wanafuraha sana kwenye mahusiano hayo. Lakini kwa bahati mbaya zile mbegu hazitoki kwa spidi inayotakiwa. Kitaalamu madaktari wanajua. Lakini wakati mwingine zinatoka hafifu. Zimedhoofika. Hazina rutuba. Kwa hiyo ni maeneo yote mawili. Na sasa kwa sababu hiyo watu wanaogopa kwamba tumekaa, yani mtu hataki kuonyesha kwamba hili swala linanigusa sana, kwa sababu anajua nikiwa nalo wazi linaenda kuniaibisha na linaenda kunifanya nihukumiwe. Lakini baadhi ya wanajamii huona ugumba kama ni jambo la kuficha. Mtu hataki kuliongea kabisa. Yani ukimya kabisa. Unaona kabisa huyu mtu ana muda mrefu hajapata mtoto, lakini hilo jambo alizungumzwa. Na pia upungufu wa elimu, kuelewa kwamba ugumba ni jambo ambalo linaweza likatokea kwa mtu yote, lakini pia ni jambo linaweza kumkuta mwanamke, mwanamume. Sasa ile elimu, kwa sababu bado hatujaipokea sana, watu wanafikiri kwamba ugumba ukitokea mtuhumiwa wa kwanza ni mwanamke. Na sijui kwa nini watu wamekuwa na hiyo mtizamo. Lakini kama nilivyosema, hata mwanamume anaweza kumgumba, hata mwanamke anaweza kumgumba.